Nilikuwa ndani pamoja na mchungaji hivi punde, nikasema, nilimuomba jana anipigie simu, nikaja kugundua nilinini tu, siku nzima hakukuwako na simu. Nami nikawazia, vema, sijui kuna nini, kitu fulani ni, kila kitu ni shwari kabisa. Na baada ya kitambo kidogo, dada Wood akaja na simu chache. Simu yangu ilikuwa imezimika, kwa hiyo kama yeyote kati yenu alikuwa amepiga simu, simu ililia lakini haingetoa mwangwi mle ndani. Kwa hivyo shida ilikuwa chini kwenye mtambo wa kuunganishia. Walirekebisha yapata saa 2 jana usiku, ama labda mapema kidogo, na simu zinaingia sasa. Tunafuraha kuwa katika ibada asubuhi ya leo. Nilishikwa na mafua makali ambayo kwa kawaida hunishika ninaporudi nyumbani. Ninatembea kwa shida katika theluji iliyofikia kiunoni na kulala nje usiku. Siiwazii ninapokuwa mbali na hapa, bali mara nikivuka tu kile kilima kule New Albany, ndiyo tu unayopaswa kufanya, kuingia katika bonde hili, ndipo ninashikwa na mafua makali. Na nini, sijui kuna kitu fulani humu bondeni hapa ambacho kinaiweka chini, na iko chini wala haikubaliani nami hata kidogo. Sasa tunafuraha kuwa kanisani kama nilivyosema, na kuwa tukimsikia mpendwa mchungaji wetu mwema akituombea dua na kwa Bwana Yesu. Na kusikia, inasikitisha kusikia wagonjwa na wahitaji wengi sana, na jinsi shetani anavyofanya mashambulizi ya kumfanya kila mtu awe mgonjwa. Na maskini mama mmoja alisimama kuhusu dada yake kule nyuma, nami ninamjua dada Sawa huko chini, alikuwa pamoja naye. Daktari alimwacha aende nyumbani akafe sasa, naye angali anaamini atapona, na ni mahututi sana sana. Mama mkwe wangu vivyo hivyo, umri wa miaka 70 sasa, ni mahututi sana, na bila shaka magonjwa mengi kote nchini. Na halafu kuna Roho Mtakatifu kote nchini, mnaona, anayeponya magonjwa yetu endapo tu tunaweza kupata fadhili kwake. Na sasa kwa kuwa koo langu linauma, haliumi lakini lina vidonda, nami sitajaribu kuhubiri, bali kuongea nanyi kwa muda kidogo tu kutoka kwenye neno, na kisha tuingie kuwaombea wagonjwa, ambalo niliahidi kufanya. Lakini kabla tu ya kufanya hivi, ningependa kutangaza mikutano mingine zaidi. Mimi katika ibada zangu nimekuwa na upinzani kidogo, si upinzani bali ni kutokueleweka kidogo tu, na mara nyingi mimi sina njia za kueneza huduma yangu kama walizo nazo ndugu wengine wengi hudumani, kama vile redio na televisheni na magazeti na kadhalika. Na kwa kufanya hivyo, mbona mtu fulani angesema ndugu Branham anapaswa kuwa hapa. Sasa nimetangazwa katika sehemu 3 juma hili, leo tu, sehemu 3 mbalimbali, moja huko chini Kentucky, 2 huko California ni ijuayo, wala hakuna unachoweza kufanya juu yake, kwa sababu sina njia nyingine rasmi ya kutangazia. Kwa hivyo inalifanya gumu. Na ikitokea kuwa kuna mtu kutoka huko chini karibu na Madisonville, Kentucky hapa, nilitangazwa kuwa huko chini wiki iliyopita, wala sikujua chochote kulihusu. Nami nikaja nyumbani nao walikuwa wamelitangaza, naye ndugu aliyefanya hivyo jina lake ni Epley, ama naamini hilo lilikuwa jina lake. Kwa nia njema kabisa alifanya hivyo. Alinipigia simu na kuniuliza ikiwa tunaweza kushuka tu tupate kuwa baraka na kupata baraka kutoka kwa watu wake. Naye akapiga simu, nikamwambia amuulize ndugu Mo. Vema basi, ilibidi niondoke. Nikamwambia ilinibidi kuondoka siku hiyo hiyo. Vema, ndugu Mo alishindwa kumjulisha mtu yeyote, ndipo wakati ama kunijulisha ama kumjulisha mke wangu. Kwa hiyo nilikuwa huko Idaho na nilikuwa tu nimerudi, nao mkutano ulikuwa unaendelea. Kwa hiyo niliona kwenye wakati huo haiwezi kufanya maandalizi huko Louisiana kwa mambo yanayoendelea hapa. Kwa hiyo nilichukua tu maandalizi hayo mimi mwenyewe, kujifanyia maandalizi yangu kwa ajili ya hiyo mikutano, mpaka mikutano yangu imenini kidogo nilinini. Sijui, nadhani maungamo ni mazuri kwa nafsi. Hamfikirii hivyo? Nimezembea sana kuhusu mambo haya na kumruhusu mtu yeyote popote pale, na aliachilia tu bila mpangilio, nami nimegundua halifai kitu. Baada ya muda mrefu inakubidi kuwa na mfumo fulani kwake. Na sasa ninajaribu kufanya maandalizi. Nami nitaenda kumwona Bibi Arnold. Kuna mtu hapa Louisville ambaye amekuwa mzuri sana nilipokuwa na mikutano hapa, na jina lake ni ndugu Bagam, naye alitaka usiku mmoja au 2 ibada. Ninaenda kumwona maskini Teddy wake, naamini Teddy Arnold, kwa muda fulani wiki hii. Ndipo Jumamosi na Jumapili ijayo, nikiweza, Bwana akipenda,
ninataka kuwa huko chini Madisonville. Walikuwa na wahudumu 25-30 huko nje, wote wameketi pale, wakaja kwa ajili ya baadhi. Mmoja alikuwa maili 607. Vema, hakuna mtu huko, kwa hivyo hakuwepo, wala si kosa langu mwenyewe, lakini nilinini tu, lakini kwa kuelewa vibaya tu au kupuuza kumuita. Nami nitajaribu kuwa kule chini wikendi ijayo, Bwana akipenda. Kisha tarehe 5 hadi 6 nitakuwa Brooklyn, New York, na kisha kuanzia hapo tarehe 14, 15 na 16 huko Parkersburg, Virginia Magharibi. Nimefanya tu maandalizi hayo mawili jana usiku na asubuhi ya leo. Sasa Charlotte, Carolina Kusini iko tu kwenye orodha, lakini sijui. Halafu likizo inakuja, ndipo tutaenda kwenye pwani ya magharibi ambako wanaandaa mkutano mkubwa kwenye ukumbi. Sasa hii ni mikutano midogo sawasawa na ya shule za upili na vitu kama hivyo. Ule wa huko pwani ya magharibi utakuwa wa miji miwili, mkutano wa pamoja wa jiji wa Oakland na San Francisco. Na halafu wajumbe wa Phoenix, kwa kuwa ndugu Robert hawezi kuwa kule mwaka huu, kwa namna fulani inapaswa kupachukua mahali pake kule Phoenix katika mkutano wa mkoa mzima wa Maricopa. Hiyo ni juhudi ya muungano. Basi mniombee kwa sababu na yahitaji. Nami ninatambua kwamba kila wakati imani inapojiweka yenyewe, Ibilisi anaelekeza kila bunduki katika kuzimu juu yake namna hiyo, unaona. Kwa hiyo inaifanya kuwa ngumu sana. Kwa hiyo asubuhi ya leo, kuwaombea wagonjwa, ninataka kusoma baadhi ya neno la milele la Mungu na kuongea kwa dakika chache tu kutoka kwenye maandiko, na kisha kuwaombea wagonjwa. Lo, jinsi ninavyopenda kuongea juu yake! Nanyi je? Ninapenda tu kuongea juu yake. Sasa nataka kusoma kutoka katika Biblia, Wafalme wa Pili mlango wa 2 kifungu cha 12 sehemu yake. Naye Eliya akaona na akalia, baba yangu, baba yangu, magari ya Israeli na wapanda farasi wake. Na sasa kwa njia ya fungu la maneno ama somo, nataka kuzungumza juu ya joho la kuachiwa. Kwa hiyo Bwana na aongeze baraka zake tunapozungumza nanyi asubuhi ya leo, nanyi muwe mkituombea. Mnamo wakati huu wa utawala wa Israeli katika hiyo nchi, Israeli ilikuwa taifa, nayo ilikuwa taifa lenye nguvu, na kidogo ulikuwa wakati wa amani miongoni mwa sehemu yake ya kijeshi. Lakini katika sehemu yake ya kiroho kidogo ilikuwa ni wakati wa uigaji. Na tukitazama nyuma katika Agano la Kale, kila mara tunaweza kupata mifano ya kile kinachoendelea siku hizi. Kila mara katika Biblia mambo yaliyopo sasa ni mifano tu ya yale yaliyokuwa hapo mwanzoni. Sasa kitabu cha Mwanzo kinatoa kila kitu kilicho ulimwenguni leo. Hakuna kitu ulimwenguni ila ambacho hakikuanza katika mwanzo, kwa maana huo ndiyo mwanzo. Hapo ndani kila itikadi ilianza. Katika mwanzo kulianza kila kitu kilichoanza, nalo kanisa la kweli lilianza katika mwanzo. Na mwaminio bandia alianza katika mwanzo, na kutojali kulianza katika mwanzo. Mwanzo kilikuwa ndicho chimbuko. Na sasa wakati wa utawala wa Eliya au safari ya Eliya hapa duniani, ambaye alikuwa nabii wa Mungu kwa wakati huo, naye Mungu hajawahi kujiacha mwenyewe duniani bila shahidi. Mungu siku zote mahali fulani, sehemu fulani, amekuwa na mtu ambaye angeweza kuweka mikono yake juu yake na angesimama kama shahidi. Kwa hiyo kama yeye amefanya hivyo huko chini tangu mwanzoni, hakika mahali fulani Mungu ana mtu ambaye anaweza kumwekea mkono wake sasa. Kwa kuwa yeye ni zaidi ya mtu mmoja sasa, anao watu wengi anaoweza kuweka mkono wake juu yao, kwa sababu tunashuka kwenye wakati wa kukusanya, wakati wa mavuno. Mwanzo kilikuwa ni kupandwa kwa mbegu, nayo hii miaka 6,000 imekuwa ni kule kukomaa kwa mavuno. Na sasa mbegu imekuwa mbegu yenyewe, imerudi kwenye kuchanua, na kutoka kuchanua hadi kwenye tunda. Na ni wakati wa kukusanya sasa, wakati wa mavuno. Mambo yote makuu yaliyoanza, kanisa la kweli lililoanza katika mwanzo, limefika kwenye wakati wa tunda la Roho. Naye mpinga Kristo aliyeanza katika mwanzo amefikia kwenye tunda lake. Nasi tuko katika wakati wa kumalizia wa kipindi kizima cha wakati cha ulimwengu cha mwanadamu. Nasi tuna ndio wakati mkuu sana ambao mtu yeyote ama kwenye wakati wowote amewahi kuishi. Ni wakati huu, ni wakati wa kutetemeka, ni wakati wa shida kwa wenye dhambi, lakini ni wakati mzuri sana kwa Wakristo, kwa sababu tunajua kwamba tunafunga virago ama kuunganisha pamoja juhudi ndogo za mwisho
kwenda nyumbani na kumlaki Bwana. Sasa watu siku hizi mnapotazama kote na kuona taabu na dhiki kuu inayolikabili taifa, ambapo siku chache zilizopita usiku nilikuwa nikizungumza na mtu fulani, alikuwa mmoja wa mawakala hawa hapa waangalizi wanaolinda, nao wakasema, ndugu Branham, tuliagizwa tu na serikali kamwe tusiwashauri watu tena kulala chini karibu na mbali na dirisha sakafuni kama bomu likipiga, au kamwe wasiingie kwenye ghorofa ya chini, kwa sababu bomu hili jipya ambalo wangeweza kuliongoza kwa redio kutoka Moscow hadi barabara ya 4 ya Louisville na kulipukia moja kwa moja barabarani, walirushe vitu ndani yake, baruti kali, na kuvirusha maelfu kadhaa likiongozwa na nyota na rada, na kuliangusha papo hapo kwenye barabara ya 4 Louisville kutoka Moscow, Urusi. Na litakapofika pale, si lazima litumie ndege wala chochote, ni kulirushia tu hapa, nalo litaanguka tu papa hapa, nalo litachimba shimo ardhini kwenye eneo fulani, kina cha futi 175 kwa maili 15 mraba, ama popote liendapo maili 15 mraba. Hakuna la kufanya ila kujiandaa kupanda kwenda juu. Ndilo jambo pekee la kufanya nyakati hizo zifikapo. Hebu wazieni tu, wanaweza kurusha hayo 50 ama 100 kwa wakati mmoja kama wangetaka kurusha. Yote yatakwisha katika kipindi cha, ninaamini ni dakika 60 ama 80 ama chochote kile, au sekunde hasa, kutoka kule mpaka hapa, kufikia maangamizi yote ya kitu hicho chote kutukia. Hakutakuwa na chochote kitakachosalia kati ya Louisville na Henryville, na kati ya Louisville na Bardstown ama kule chini, ila shimo moja ardhini pamoja na lundo la mavumbi ndani yake. Hilo tu ndilo lingesalia, mbali na maeneo ambayo lingefikia na kuchoma moto kwa maili na maili na maili mbele yake. Na wakati moja linaanguka kule, lingine linaanguka mahali pengine likakutane nalo. Nina furaha sana kuwa tunalo kimbilio la kujisetiri. Jina la Bwana ni ngome imara, wenye haki huikimbilia wakawa salama. Haijalishi ni mabomu mangapi au ni kiasi gani cha kitu kingine chochote, tuko salama huko. Kwa hiyo ulimwengu na mwenye dhambi, kwa kuwa hawana kimbilio hili ama mahali hapa pa usalama, ni wakati wa kutetemeka. Ninaamini kama nisingalikuwa Mkristo, ningeingia wazimu nikiwazia kile ambacho kinaweza kutokea wakati wowote, na nikiwa na nyumba iliyojaa watoto wadogo na kila kitu, nisingejua la kufanya. Lakini nina furaha sana kwamba ninaweza kusimama nyumbani kwangu na kuwaonyesha makao ambayo hakuna bomu linaloweza kugusa wala kitu kingine chochote, chini ya mabawa ya ulinzi ya Bwana Yesu. Si kwa nguvu, si kwa uwezo, bali ni kwa Roho yangu, asema Bwana. Mnaona, huo ndio ulinzi wetu. Na ni wakati mkuu na mtukufu jinsi gani kujua kwamba dhambi na harakati zote na majaribu ya maisha yatakwisha hivi karibuni. Yote yatakwisha moja ya siku hizi, nasi tutaenda nyumbani kuwa pamoja na Bwana. Sasa kilichosalia ni wakati wa kuihubiri Injili na kuwaleta wengi kadri tuwezao kwenye mnara huu mkubwa. Na halafu tunapoona mfano wa somo letu leo hii la Eliya wakati wa utawala wake, ama safari yake ya duniani, mbona alikuwa mtu mkuu mwenye nguvu. Mungu alikuwa akimtumia kwa njia kuu, kwa uwezo mkuu. Nasi tunaona ya kwamba mnamo wakati huu kulikuwako na kundi la waigaji waliojaribu kumuiga Eliya, ambao walijaribu kufanya mambo yale yale aliyofanya Eliya. Na kwa hiyo tunaona jambo hilo siku hizi, uigaji wa Ukristo, watu wanaojaribu kutenda kama Wakristo, wanaojaribu kujifanya Wakristo. Huwezi kufanya hivyo. Mungu hana budi kufanya hivyo. Yeye ndiye pekee awezaye kufanya hivyo. Kwa hiyo walianzisha shule, nao wakaiita shule ya manabii, nao wote wakaenda kwenye hiyo shule ya manabii, nao wakawaelimisha. Nami naweza kuwazia wahubiri hao wote kule juu wamevaa joho kama aina ile alilovaa Eliya. Ninaweza kuwazia wakijaribu kuiiga sauti yake, jinsi alivyoongea na jinsi alivyoonekana, kila mtu akijaribu kufanya jambo lile, kwa maana Eliya alikuwa mtu mashuhuri aliyetumiwa na Mungu. Na tunapata jambo lile siku hizi. Nilikuwa nikisikiliza matangazo ya redio si muda mrefu uliopita, wana Billy Graham wengi kote nchini tangu Billy alipokuwa Louisville, kila mtu akijaribu kuiga kitu kile, karibu wanachanua nywele zao vile na kuvaa kitu kile na sauti ya namna ile na kadhalika. Lakini huwezi kufanya hivyo. Huna budi kuwa tu vile ulivyo na vile Mungu alivyokuumba. Hiyo ni kweli.
Na kwa hiyo tunaona jinsi ambavyo pengine katika siku hizo jambo lile lile lilitukia. Sasa Mungu akiona kimbele ya kwamba siku za Eliya zilikuwa zimehesabiwa, kwamba alikuwa na muda fulani angeweza kukaa hapa duniani kama kila mtu alivyo nao. Kwa hiyo alikuwa awe na mrithi wa Eliya. Basi alipomhitaji, Mungu alimuita mtu huyu. Hakuwa katika seminari yoyote alipomuita. Alikuwa akilima shambani kwa nira ya maksai, akitumika au akiwatunza mama na baba yake. Ndipo Mungu akamuita awe ndiye mrithi wa Elisha ama Eliya. Labda wengi kule shuleni walifikiri, walikuwa na uhakika walikuwa wanaenda kuwa mrithi wake, walikuwa wanaenda kuvaa joho lake mara tu atakapomaliza nalo. Lakini Mungu ndiye aitaye, Mungu ndiye achaguaye, Mungu ndiye anayeteua, Mungu ndiye anayeweka katika utaratibu. Mungu ameweka kanisani wengine mitume, wengine manabii, wengine walimu, wengine wainjilisti na wachungaji. Mungu hufanya hivyo mwenyewe. Hatuwezi kufanya unywele mmoja kuwa mweusi au mweupe, wala hatuwezi kujiongeza kitu kimoja kwenye kimo chetu kwa kujisumbua. Mungu katika neema yake isiyo na kikomo na kwa uteuzi wake na kujua kwake tangu zamani, huweka mambo haya katika utaratibu, na kila gurudumu hufanya kazi sawasawa kabisa. Napenda hilo. Ningekuwa mtu aliyevunjika moyo asubuhi ya leo kama sikuamini katika uteuzi na wito wa Mungu, kama nilidhani ya kuwa ulimwengu huu uliachiwa matokeo yake kwa uwezo wa mwanadamu na kwa hekima ya mwanadamu, na kwa wale mabingwa wanne na ma-UN na ambao hata hawalitaji jina la Mungu. Ningekuwa mtu aliyeshushwa moyo, bali siwategemei hao kwa matokeo yake. Ninatazama chini katika kurasa za kitabu hiki cha kale hapa, ambapo Mungu aliliandika, na kila kitu kitakuja jinsi tu hasa yeye alivyosema, na hilo la tosha. Kwa hiyo jambo pekee linipasalo kufanya sio kuwafuata, bali kuifuata Kalvari. Mfuate Mungu, lifuate neno lake, kaa katika neno lake. Haidhuru ni jinsi gani inaonekana itakuwa hivyo, itakuwa jinsi Mungu anavyokusudia iwe. Haiwezi kuwa kitu kingine chochote, kwa maana yeye akiwa hana kikomo alijua mwisho tangu mwanzo, naye hufanya kila kitu kifikie sifa zake. Hiyo ni kweli. Mambo yote yatalazimika kufanya kazi pamoja, kila kitu kitalazimika kuumbika kupafikia mahali pake. Jamani, ikiwa hilo lisingemfanya Mkristo awe na ujasiri, hakuna kinachoweza kwenda mrama. Hata hivyo, si vita vyetu, ni vyake; si hekima yetu, ni yake. Jambo moja pekee tulilopaswa kufanya ni kuweka imani na tumaini letu pale na kutulia na kuuona utukufu wa Mungu. Tuone jinsi linavyozunguka mpaka mahali pake, na kila gurudumu likisonga huenda likatapakaa huku na huko, lakini litasonga mbele moja kwa moja hadi mahali pake panapofaa. Wakati Mungu anaponena neno, alijua mwisho tangu mwanzo. Alijua alikuwa anaenda kuchagua. Alijua Elisha angepachukua mahali pa Eliya kabla ulimwengu haujaumbwa. Kila kitu hakina budi kufanya kazi sawasawa kabisa. Nasi tunawahofia wapendwa wetu na kadhalika. Je, watawahi kuingia? Majina yao kama yaliandikwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, watafanya kazi moja kwa moja humo ndani. Hilo ndilo jambo pekee analoweza kufanya. Tunatoa ushuhuda na kuiangaza nuru. Mungu hufanya hivyo yule anayewaletea. Sasa angalia katika Eliya. Basi baada ya kumtupia joho lake na kujaribu kumvisha, kwa maneno mengine, Eliya nabii ambaye alikuwa na vazi la Mungu mabegani mwake, alishuka na kuliweka juu ya Elisha mkulima, aone kama lingemtosha. Ndipo ikachukua kama miaka 10 kubadilishwa vazi hilo lipate kumwenea. Unajua, kwa kawaida Mungu hutuweka kwenye karakana na kutuchonga. Sasa yeye hakubadilisha vazi lake limtoshee Elisha, alimwamuru Elisha aenee kwenye hilo vazi. Na hivyo ndivyo afanyavyo siku hizi. Yeye hutubadilisha tupate kutoshea kwenye vazi, si vazi litutoshee. Wakati mwingine tunataka kufanya vazi litutoshee, lakini hatuwezi kufanya hivyo. Inakubidi kuacha ubadilishwe wewe mwenyewe kwa ajili ya vazi. Ni vazi la Mungu, naye alilifanya kamilifu, nasi tunapaswa, hana budi kutuingiza katika milki hiyo, kufanya vazi litutoshee. Kwa hiyo hatuwezi kuwa wakamilifu sisi wenyewe. Tunajua hatuwezi. Hakuna njia ya sisi kuwa, na hata hivyo yeye alisema tuwe. Kwa hiyo, lakini kile alichofanya, yeye alifanya upatanisho kwa ajili yetu, Bwana Yesu Kristo na haki yake. Hapo ndipo ukamilifu unakuja, kwa kupuuza utakatifu wetu wenyewe ambao hatuna wowote, na mawazo yetu wenyewe
ambayo hayapaswi kuwapo, lakini tunatulia kwa dhati juu ya kazi iliyokamilika ya Bwana Yesu. Mungu alimtuma duniani na ni ndani yake tunatulia. Angalia, miaka hii yote tujuavyo sisi, yeye alipitishiwa tu ubatizo huo mmoja wa joho juu yake, lakini kote katika miaka Mungu alikuwa ameifinyanga tabia ya huyo mtu kufikia mahali ambapo baada ya wito wake kwamba angeweza kutoshea katika vazi hilo na kuwa mtumishi wa Bwana. Ndipo basi Eliya alipopitia hapo na kumtupia hilo, nao wakaelekea Gilgali na sehemu zingine nyingi walizopitia, hata kwenye shule ya manabii, wakienda zao wakiendelea na safari. Na hatimaye Eliya alikuwa akijaribu kumfanya Elisha arudi. Je, mliliona? Kujaribu kumfanya arudi. Kasema, mimi vinginevyo labda barabara kidogo ina mwinuko mkubwa sana kwako mwanangu, labda ni nyembamba sana kwako kutembea. Mnajua mahali Eliya alipokuwa palikuwa ni unyoofu, na popote mtumishi wa kweli wa Mungu anapoihubiri injili, ni injili iliyonyooka isiyogoshiwa ambapo inahubiriwa. Mbona siku moja alienda kule kwenye shule ya manabii kuwatembelea, nao wakamuomba aondoke. Walisema, imenyooka kupita kiasi hapa kwetu sisi. Tunachohitaji leo hii ni mahubiri ya injili yaliyonyooka zaidi, ambayo yatatenganisha ngano na makapi, ama mema kutoka kwa mabaya. Yafanye kilicho cha kweli ni kweli na kilicho cha uongo ni uongo. Watu hao wote pamoja na ujuzi wao na yote waliokuwa, wakatuma watu kutafuta chakula, na mmoja wao akachuma mzabibu mwitu na akachuma matango mwitu, ndipo akapika mauti katika sufuria yao ya kikanisa. Na muda si muda, mwajua, walilia kwa sauti kuu, mauti imo sufuriani. Lakini Eliya akiwa na sehemu maradufu alijua la kufanya, kwa hiyo akatia konzi ya unga sufuriani, kasema, haya kuleni. Kwa maneno mengine, wao leo hii mfano fulani ningefikiri ya kwamba tuna Wamethodisti, Wabaptisti, Wapresbiteri, Walutheri, Wapentekoste wengi na chochote kile, yote yamechanganyikana na mmoja akimshambulia mwenzake. Wala hatuna haja ya kukiondosha kitu hicho chote na kukiondolea mbali. Tunahitaji konzi nyingine ya unga. Dumisha kanisa lile lile. Huo unga ulitoka kwenye nyumba ya hiyo shule pale, ambao ulikuwa ni unga wa sadaka ambao watu walikuwa wameleta, na malimbuko ya mavuno yaliyosagwa kwa kinoo fulani kilichofanya kila nafaka kuwa sawa. Halafu basi, wakati unga huu ukiwa ni ule ule, ulikuwa ni mfano wa Kristo. Unga ni uhai, na wakati mfano wa Kristo, ule unga ukisagwa vivyo hivyo, unamaanisha Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Nao ule unga katika sadaka ya unga, na walipouweka unga huu mle ndani, kumtia Kristo mautini kulileta uzima. Hilo ndilo linaloleta tofauti katika hali yetu iliyokufa, katika tofauti zetu, katika mabishano yetu ya kikanisa na kila kitu. Kama tungemuingiza tu Kristo ndani yake, ingebadilisha mauti na utengano kwa uzima, kama tu tungelifanya hivyo. Kuna Wabaptisti milioni 19 Marekani, kuna Wamethodisti milioni 13 Marekani, kuna Walutheri milioni 11 Marekani, na Wapresbiteri milioni 10 Marekani. Na Mungu pekee anajua ni Wakatoliki wangapi ambao wanashinda kwa wingi lolote la hayo madhehebu. Lakini katika hayo yote tunahitaji nini? Unga kidogo. Tunahitaji kuleta uzima kanisani, naye Kristo ndiye uzima. Alikuja kutuletea uzima. Kwa hiyo walikuwa na ugomvi wao na shule zao na theolojia zao na kadhalika. Ndipo Eliya akamwambia Elisha, afadhali urudi, kwa sababu njia inaweza kuwa ngumu kidogo. Lakini mtu wa Mungu ambaye wakati mmoja amekabiliana nayo, ama ametupiwa begani mwake vazi la haki na uweza wa Mungu, si rahisi sana kurudi nyuma. Nilipomsikia mchungaji akisema asubuhi ya leo kwamba nani wetu wengi wanakufa moyo, tunachohitaji ndugu ni kuwa na ujasiri. Tunachohitaji ni kutiwa moyo. Hiyo ni kweli. Majaribu yanaweza kuja, kamwe hatukuahidiwa kuwa huru nayo, lakini yeye atatupa neema ya kuyavuka. Ikiwa mlima ni mrefu sana huwezi kuupita juu, una kilindi sana huwezi kupitia chini yake, ni mpana sana usingeweza kuuzunguka, yeye atakupa neema ya kuuvuka. Hiyo ni kweli. Usiwe na wasiwasi, bali mtazame Kristo, kwa maana yeye ndiye pekee awezaye kutuvusha. Sasa tunawaona wakiendelea na safari kuja shuleni, naye akasema, kaa hapa sasa, kuwa hapa na utulie, uwe mwalimu mzuri wa theolojia na kadhalika. Na pengine siku moja unaweza kuwa mkuu wa chuo hapa,
lakini sina budi kushuka kwenda mbele kidogo. Unaweza kumwazia mtu wa Mungu akiridhika kuwa mkuu wa chuo wakati nguvu za Mungu zikiwa pale pale alipokuwa amesimama? La, Bwana. Akasema, kama Bwana aishivyo na roho yako iishivyo, sitakuacha. Napenda hilo. Kaa nalo, haidhuru umeshushwa moyo kiasi gani, hata kama inatoka kwa mama yako, baba yako, au kutoka kwa mchungaji wako. Kaa naye. Hao wakaenda mpaka Yordani, wakavuka. Ndipo Eliya akasema, sasa ungetaka nikufanyie nini? Akasema, sehemu maradufu ya roho yako na ije juu yangu. Alijua alikuwa na kazi ya kufanya. Akasema, sehemu maradufu. Sio tu tukio zuri motomoto, sio tu kupeana mikono kuzuri au ushirika mzuri na watu wengine wa kanisa, lakini ninachohitaji ni sehemu maradufu ya kile kilicho bora zaidi. Sasa ninawaambia, Mungu anapomweka mtu kwa ajili ya kazi ya ulimwengu, hana budi kuwa na kitu bora kuliko ulimwengu ulicho nacho. Hana budi kuwa na kitu bora kuliko kanisa lilicho nacho. Hana budi kuendea cha maradufu. Na kama kuliwahi kuwa na wakati ambapo sehemu maradufu ilihitajika, ni leo hii katika milki za watu. Kitu bora zaidi, kitu cha juu zaidi. Siwezi. Nadhani maharagwe na ugali wa mahindi ni mazuri sana, lakini wakati mwingine sina budi kupanda juu zaidi kidogo. Nasi hufanya hivyo. Hatuna budi kufanya. Inabidi tuendelee kupanda. Israeli walikuwa wakirudi nyuma kama waliendelea kukaa mahali pale pale. Inabidi awe anaendelea mbele au kurudi nyuma. Na hivyo ndivyo kanisa lilivyo. Kwa hiyo walipokuwa wakienda mbele, haikupita ila dakika chache mpaka akasema, umeuliza jambo kubwa, lakini hata hivyo ukiniona nitakapoondoka, unaweza kupata ulichoomba. Sasa hiyo haina budi kuwa umoja wa nia, umoja wa moyo, mtazamo mmoja, ukilielekeza jicho lako kwenye ahadi. Kama wewe ni mgonjwa asubuhi ya leo, kama unateseka, kuna ahadi moja kuu, si ya Eliya bali ya Mungu mwenyewe. Kama unaweza kuamini unapoomba, amini kwamba umepata kile unachoomba, nawe utakipokea. Haijalishi daktari anasema nini, ni kiasi gani hiki kinakwenda au kile kinakwenda, shikilia ahadi kwa dhati. Eliya alimpa agizo, ukiniona ninapoenda, itakuja juu yako. Hiyo hapo ahadi. Kama unaweza kuamini, yote yanawezekana kwa hao waaminio. Wakati mwingine ninajiangalia na kuwazia, nimekuwa yavuyavu sana maishani mwangu. Nimengoja na kukosa maelfu mengi ya watu kuwaingiza katika ufalme, kwa sababu nimengoja na kusema, Mungu, nikaitegemea sana karama ya kiroho na kusema, Bwana, laiti ungalinionyesha, laiti ungalinipa ono la jambo ninalopaswa kufanya. Naye Mungu anatoa ono, kisha nitageuka na kumwacha mtu fulani anizungumzie jambo lingine. Na sijawahi kupafikia mahali hapo bado, mpaka mimi kama nilivyofanya wakati huu, ambapo ninahisi ni imani, ambapo hatuna budi kwenda huko nje kwa kuwa ni ahadi. Na mambo ambayo amefanya na uponyaji aliyofanya na miujiza, kiasi kwamba ameshuka na kupigwa picha yake kando yetu na kadhalika, ambalo halijawahi kujulikana tangu ulimwengu uanze, halafu ati kusimama kama yavuyavu, hata inanifanya mwenyewe kupoteza matumaini. Ni wakati wa kuweka macho yako kwenye ahadi. Na hivyo ndivyo kwa neema ya Mungu ninalenga kufanya. Nami ninatambua ya kwamba kila ibilisi wa kuzimu atalitupia risasi, lakini kwa neema ya Mungu ninakusudia kuweka jicho langu kwenye ahadi. Elisha akasema, ikiwa wewe au Eliya akasema, ukiniona wakati nikiondoka, utapata kile ulichoomba. Hiyo ni kweli. Huna budi kuweka jicho lako juu yake, uiangalie ile ahadi. Kama vile vipi kama baadhi ya shule akigeuka na kusema, hei jamani, ninaendeleaje sasa nikifuata moja kwa moja nyuma ya nabii? Angeshindwa labda, lakini hakujali shule ilichowazia au walimu wote walichowazia. Hakujali majirani waliwazia nini, au hizo nyumba, au ni nani aliyemtazama. Aliweka imani yake katika ile ahadi. Tunachohitaji leo ni imani katika ahadi ya Mungu, wala usizingatie anachosema huyu au anachosema yule. Kama vile ndugu mmoja alivyosema, mhudumu mmoja alikuwa na wasichana wawili ambao walikuwa bubu, na kwamba ukosoaji juu ya uponyaji wa kiungu, kwamba watoto hao hawangeweza kuponywa. Usisikilize wakosoaji, weka imani yako juu ya ahadi. Mungu alisema hivyo. Kule kuomba kwa imani kutamuokoa mgonjwa yule, naye Mungu atawainua. Kama anaweza kumfanya kiziwi bubu mmoja kusikia, basi anaweza kumfanya kiziwi bubu mwingine kusikia. Tunajua kwa uthibitisho usiokosea ya kwamba yeye hufanya hivyo. Tuidumishe imani yetu juu ya ahadi.
macho yetu moja, masikio yetu moja, mioyo yetu moja, na jambo moja juu ya Yesu Kristo, naye anaweza kutimiza yale aliyoahidi. Tunapowazia jambo hilo, inabadilisha mandhari yote. Tunapopata hilo, Mungu alitoa ahadi, Mungu ndiye aliyesema hilo. Sasa hapa alikuwapo mwakilishi wa Mungu, alisema jambo hilo, na sasa Mungu mwenyewe amelisema. Basi tufanye nini? Hakuna kitu ila kuweka mawazo yetu juu ya hilo. Kasema, ukiniona ninapoondoka, unaweza kupata hiyo ahadi. Elisha akamkazia macho Eliya. Haijalishi ni nini kilichofoka maneno kutoka kila upande, kile kilichotukia kila upande, kile kilichotukia kabla ya hapo, yeye hata hakukitazama. Alielekeza macho yake kwenye ile ahadi. Haya basi, macho yako kwenye ahadi. Ninawaza juu ya yule mama tuliyemtembelea hivi majuzi usiku, dada Sawa, huku daktari akimwambia jinsi alivyokuwa katika hali mbaya, nami sikumwambia, nilimwambia mpendwa wake, na jinsi isingewezekana kwake kupata afya. Sasa ndugu, mkwe wake aliniuliza kuhusu hilo. Nikasema, laiti angaliyaelekeza macho yake kwenye ahadi. Haijalishi ni nini kitakachotukia, weka macho yako kwenye ahadi. Wiki chache zilizopita, dada Wood hapa na ndugu Wood, marafiki zetu wawili wa karibu hapa kanisani, nilikuwa Michigan na marafiki zangu Leo na Jean. Tulikuwa tumetoka kwenye mkutano wa Chicago na kwenda na baadhi ya watu wao kwa siku mbili kwenda kuwinda kulungu kwa pinde na mishale. Basi nilipokuwa njiani nikirudi, mke wangu alikuwa amenipata, naye akasema, muombee mama yake Bibi Wood, kansa inaula uso wake. Kisha akasema, sijapata kumwona dada Wood akifadhaika hivyo, analia. Dada Wood siku zote amekuwa shujaa wa imani tangu Mungu alipomponya mvulana wake mguu uliolemaa na kumponya yeye TB na kadhalika, lakini alikuwa dhaifu. Pale chumbani usiku huo tuliomba. Tukiingia, Bibi Wood alisema, ndugu Branham, tutaenda kule. Basi tukaenda kwa mama yake aliyekuwa Louisville, naye alikuwa na kansa kando ya pua yake, naye daktari alikuwa ameigusagusa akaitawanya mpaka ikawa ni duara ndogo tu kando ya pua yake, na juu tu kama 1/8 ya inchi kutoka kwenye jicho lake, mfupa tu uliokaa pale, imeila tu upesi ilivyoweza kuila. Nikaingia chumbani, nikapiga magoti, nikasema nataka kuzungumza naye peke yangu. Nami nikaingia chumbani kuomba pamoja na huyo mwanamke. Basi nikiwa humo chumbani nikawazia, Mungu, laiti ungenionyesha ono na kile kitakachompata huyu mwanamke. Bwana na Bibi Wood wameketi nje wakingojea kuona kile ono lingesema. Lakini nilipokuwa huko nilihukumika kwa kungojea ono. Ilionekana kama kitu fulani kilirejea nyuma. Haikuwa wito. Unahitaji ono la nini wakati ahadi tayari imeshasemwa? Kwa hiyo nikapiga magoti na kuomba, na wakati nikiomba kitu fulani kikatia nanga ndani, imani ya ile ahadi. Nikarudi nje, naye Bibi Wood nilipomwambia kuhusu jambo hilo alisema, je, uliona chochote ndugu Branham? Nikasema sijaona kitu hasa, lakini nilihisi kitu fulani kilichoniambia kwamba ahadi yake ilikuwa ni kweli na yeye angeitimiza, nami ninaamini ya kwamba atafanya hivyo. Ndipo chini ya saa 24 mwisho wa kansa hiyo ukaanza kusambaratika na kutokea upele juu yake. Kansa haitoi upele kama mjuavyo, isipokuwa imekufa. Basi ndiyo hiyo sasa, naye huyo mwanamke ameponywa na yuko nyumbani. Ni Kristo wa ajabu jinsi gani! Kwa kuweka macho yetu kwenye ahadi, Mungu alisema hivyo. Lakini tunapoombewa wakati mwingine tunaenda kando na kusema, vema, haukufanyika mara moja, kwa hivyo labda afadhali turudi tena. La, weka macho yako kwenye ahadi. Mungu alisema hivyo, hilo la tosha. Ni hayo tu. Ikiwa Mungu alisema hivyo, Mungu anaweza kutimiza ahadi yake, la sivyo hatawahi kuitimiza. Ibrahimu aliviita vitu hivyo ambavyo havikuwepo kana kwamba vilikuwapo, na kwa muda wa miaka 25 alisimama juu ya yasiyowezekana, kwa maana alihesabu kwamba Mungu aliweza kutimiza yale aliyoahidi. Amina. Nasi ni watoto wa Ibrahimu kwa imani. Bila shaka Eliya aliweka macho yake Elisha juu ya Eliya, na walipokuwa wakiendelea mbele, na baada ya kitambo kidogo gari la farasi likaja na kuwatenganisha, mmoja upande mmoja na huyo mwingine upande mwingine, kisha likamchukua Eliya. Alipanda hilo gari la farasi, akapanda juu, kisha akalivua vazi lake begani mwake, akamrushia Elisha, kwa sababu Elisha alikuwa amekulia ndani yake, mwajua. Kwa hiyo likamtoshea sawasawa. Nanyi mngeweza kuwazia,
Lo, nataka mnipe usikivu wenu wote ninapohisi koo langu likitekenya. Nataka kuwaulizeni jambo fulani. Mnaweza kuwazia jinsi Elisha alivyojisikia alipoliokota vazi hili akaliweka begani mwake mwenyewe? Lo, ni hisia ya jinsi gani! Simaanishi jambo hili kuwa la kibinafsi, lakini yapata miaka 10 iliyopita kutoka mimbarani hapa nilihubiri juu ya somo Daudi yule shujaa akiwa na kombeo mkononi mwake na Goliathi mbele zake. Katika siku hizo hapakuwapo na miamsho ya uponyaji hudumani popote tuliyoijua. Na lo, jinsi watu walivyoukosoa uponyaji wa kiungu. Lakini kulikuwako na kitu fulani baada ya kukutana na kiumbe fulani. Nao wachungaji waliniambia kwamba nilikuwa ninarukwa na akili zangu, ya kwamba isingewezekana. Lakini kutoka kwenye kisanduku kiki hiki hapa nilizungumza juu ya Daudi. Kasema, je, mnataka kuniambia kwamba haya majeshi ya Mungu aliye hai yatamwacha yule Mfilisti asiyetahiriwa kulitukana jeshi hili? Maskini kijana mdogo mwenye mabega yaliyoinama, nywele za kipilipili, na amevaa kanzu ya ngozi ya kondoo na kombeo mkononi mwake, huku jeshi zima la Israeli limerudi nyuma likasimama, naye peke yake akajitokeza pamoja na mtu aliye na mkuki wenye urefu wa futi 19, na kitu kilichokuwa nchani mwake kilikuwa na uzito wa shekeli kadhaa, labda ni ratili 20 za chuma umenolewa, mkuki wa futi 19, akiwa na vidole vyenye urefu wa inchi 14. Na huenda Daudi alikuwa na uzito wa ratili 90. Ndipo akasimama akirukaruka kama jogoo mdogo, huku akisema, mnataka kuniambia, lo jamani, kwamba mtamruhusu Mfilisti huyo asiyetahiriwa akikaa mahali pake? Basi akae, lakini anatukana majeshi ya Mungu aliye hai. Lo jamani, ni shujaa wa jinsi gani! Na nyinyi nyote mnaogopa kwenda kupigana naye? Kasema, acha nikabiliane naye. Lo jamani, akasema, Mungu wa mbinguni alinijalia kumuua simba kwa kombeo, alinijalia kumuua dubu kwa kombeo. Basi ni zaidi sana jinsi gani atamtia Mfilisti huyo asiyetahiriwa mkononi mwangu. Hakika basi ushindi wa kwanza ulipopatikana, naye Goliathi amebwagwa chini, majeshi yote ya Israeli yakamfuata Daudi, nao wakakata vichwa na kuwapiga Israeli au kuwapiga Wafilisti mpaka ndani ya nchi yao wenyewe. Waliwafinyilia pembeni na kuwachinja na kuiteka miji yao na kila kitu, nao wakapata ushindi. Ndugu na dada, jambo lile lile limefanywa katika milki za mambo ya kimbinguni, waliposema uponyaji wa kiungu hauwezi kufanya kazi, siku za miujiza zimepita. Ikiwa siku za miujiza zimepita, siku za Mungu zimepita. Kanisa ambalo haliamini katika mambo ya kimbinguni hatimaye litakufa, naye Mungu ataachana na hilo kanisa. Lazima. Naye Mungu alitoa ahadi, nazo ahadi za Mungu ni za milele. Hapa siku moja, wakati wasichana wengine walikuwa wakicheza na radiamu, nao wangeichovya na kutia rangi mikono ya radiamu kwenye saa za mikono. Nina baadhi yake kwenye hii. Ndipo msichana mmoja akakosea na kuchukua brashi akaiweka kinywani mwake, ikamuua. Basi miaka na miaka baadaye walichukua darubini na kuiweka kwenye fuvu la kichwa la msichana huyo, na bado waliweza kusikia radiamu hiyo ikiendelea. Brrrr, haina kikomo, inaendelea kufanya kazi tena na tena, haikomi. Na loo ndugu, ikiwa radiamu ina athari ya namna hiyo ndani yetu, ni zaidi sana vipi Mwenyezi Mungu asiye na mwisho, wa milele, wa kimbinguni, mwenye nguvu zote, asiye na kikomo. Yeye hana budi kuwa na matokeo yale yale aliyoanza nayo, hana budi kuwa nayo kote kote, la sivyo yeye si Mwenyezi Mungu mwenye nguvu zote. Angali anangojea mtu mwenye imani kakamavu, ambaye atatoka na kumpa adui changamoto juu ya msingi wa neno lake na kusema ya kwamba ndivyo lilivyo. Na sasa ni nini kilichotokea mara tu ule uamsho mkuu wa uponyaji ulipoanza? Ndipo maelfu ya askari wa watu wa Mungu waliobakia katika makanisa madogo kama vile Oral Roberts, Tommy Hick na wengi wa hao watu wengine mashuhuri uwanjani, wakauchomoa upanga wao wakaenda zao. Upanga huu unaokata kuja na kwenda pia, juu na chini na ndani na nje. Mtambuzi wa mawazo hata kwenye mafuta ya mfupa. Walichomoa Biblia zao, upanga wao, na kutoka nje walipoona ya kwamba inawezekana. Nasi tumemshinda adui kwa neema ya Mungu, mpaka ulimwengu mzima umekuwa na uamsho wa uponyaji. Inawezekana. Wachungaji wadogo waliokuwa na makanisa ya hali ya chini na kadhalika walishika moto na kuliona lile ono, wakauvuta upanga wakaenda na kumtukana adui. Unajuaje wapo? Kuna watu mashuhuri, mbunge Upshaw, mfalme George wa Uingereza na watu wengi wakuu
waliokuwa hawawezi na walioteseka wanaponywa kwa nguvu za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hawawezi kusema lolote kuhusu hilo. Sasa imetendeka, hakika alikuwa. Kisha Eliya akaenda, baada ya shauku ya moyo wake wote ilikuwa kupata ahadi hiyo. Alitaka ahadi hiyo, ilikuwa ndiyo nia yake, hiyo ilikuwa yote kwake, hiyo ilikuwa ni maisha yake, hiyo ndiyo ilikuwa kusudi lake. Kila kitu yote, kila kitu kilitegemea kuipata ahadi hiyo. Nimeshawishika kuamini kwamba sisi sio waaminifu kwa jambo hili tunalozungumzia. Ikiwa nia yako yote asubuhi ya leo inategemea kumpa Mungu sifa kwa ajili ya uponyaji wangu, nimedhamiria kuponywa kwa nguvu za Mungu. Nimeazimia kuishi maisha ya Kikristo. Nimeazimia kutembea kwa amani pamoja na Mungu. Nimedhamiria kufanya hivyo. Sijali yale mama anayosema, yale kanisa linayosema, yale mchungaji anayosema, yale mtu yeyote mwingine anayosema, yale ulimwengu unayosema. Nimedhamiria, huo ndio umoja wa moyo wangu, utafika mahali fulani. Basi ndipo Elisha alipoona ya kuwa ameyakinia kuipata. Eliya alipoona kwamba Elisha aliyakinia, akampa ahadi. Sasa ahadi ilikuwa, ikiwa unaweza kuniona ninapoenda, ikiwa unaweza kuniona ninapoondoka. Sasa imeachiwa Elisha. Alitaka kusikia ahadi, kwa hiyo akapata ahadi. Sasa kuna ikiwa ndani yake, ikiwa unaweza kuniona ninapoenda. Sasa kama wewe ni mgonjwa asubuhi ya leo nawe unataka kuponywa, ninaweza kukuthibitishia kwamba Kristo alikupa hiyo ahadi. Ahadi ni yako, ikiwa unaweza kuamini. Ikiwa unaweza kuamini, usishindwe. Sasa Elisha alijivika vazi la Eliya nabii. Ni mwendo wa mshindi ulioje, jinsi alivyotembea akikanyaga kwenda mbinguni kama mshindi. Alikuwa ameshika ahadi, alihisi zile nguvu, alikuwa akitembea kama shujaa moja kwa moja kuelekea Yordani. Mungu asifiwe rafiki. Kila mwaminio asubuhi ya leo ambaye amejivika haki ya Kristo anatembea kuelekea barabara ya Yordani. Hiyo ni sawa. Acha mabomu ya atomiki yaje yaachilie kwa njia yoyote. Tumevikwa vazi na tunatembea mshindi. Amina. Mimi msiogope, nimeushinda ulimwengu. Naam Bwana. Mkumbuke nini? Nimeushinda ulimwengu. Kristo alisema hivyo. Eliya alikuwa akitembea amevikwa vazi la kuachiwa kama mshindi kwa usahihi akija Yordani. Ndugu, hebu niseme hivi kwa heshima yako, usivae vazi la mtu mwingine ambalo limeliwa kabisa na nondo wa mashaka, ambapo kushindwa huku kwote na ushirikina na heka zimetoboa mashimo ndani yake na linavuja kila mahali. Wewe vaa vazi la mshindi Kristo. Usilitumainie kanisa lako ambalo wakati mmoja lilifundisha wokovu kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu, ambalo wakati mmoja lilifundisha uponyaji wa kiungu na sasa linaukana. Lote limeliwa na nondo wa mashaka na kadhalika. Vaa vazi lake yeye ambaye hajawahi kushindwa vita, kwa maana uko njiani ukielekea Yordani. Amina. Sasa alikuwa amevaa joho la kuachiwa. Hiyo ni kweli, na wengi wa watu asubuhi ya leo wamevaa majoho ya kuachiwa, lakini alipofika Yordani alitambua kwamba joho pekee lisingeweza kufanya kazi hiyo. Hiyo ni kweli. Nalo kanisa Methodisti, Baptisti, Pentekoste, Presbiteri, tuna shule kwa jamani, tunayo maadili yote ya Biblia chini sawia. Tuna joho lililofumwa vizuri kabisa, zile ahadi tunazo zote. Tumebatizwa, tukazamishwa, na sisi ni wa kimitume sana. Tumevaa imani ya kimitume. Tunaamini katika uponyaji wa kiungu. Tunamwamini Mungu. Tunaamini katika nguvu za Mungu. Tumebatizwa katika Biblia jinsi Biblia isemavyo. Tumempokea Roho Mtakatifu. Tumenena kwa lugha. Tunafanya yote hayo. Lakini ndugu, kama hicho ndicho kitu pekee unachohitaji, utajikuta umepungukiwa pia utakapofika Yordani. Unaweza kuwa umefundishwa, unaweza kuwa mwerevu, unaweza kuwa na DD, daktari wa kiungu, unaweza ukawa na PhD, daktari wa falsafa, unaweza kuwa na LLD, daktari wa Kilatini, unaweza kuwa na degree za kila namna. Unaweza kuwa umevikwa joho la kanisa la Methodisti, unaweza kuwa umevikwa joho la kanisa la Kipentekoste, unaweza kuwa umevikwa joho la Assemblies au umoja au wa utatu, ama lolote lile. Ni joho la kuachiwa tu. Kwanza kabisa, hiyo ni kweli, la mafundisho fulani ya sharti ya kujibunia yaliyowaziwa na kadhalika namna hiyo. Na hata kama umekuwa Mkristo na hilo kanisa limekuwa la Kikristo na limevalia kwa usahihi, lakini wakati Elisha aliposimama akionekana wazi kwenye ufuko uliojaa manabii na wakosoaji wakiona atakalofanya,
naye huyu hapa anakuja akitembea amevikwa joho la Eliya. Lo jamani, haleluya! Amesomeshwa vinginevyo, amesoma, amejitolea, anaamini, hana kasoro yoyote. Anashuka kuja Yordani, ulimwengu unamwangalia. Mungu, jinsi tunavyohitaji hilo siku hizi, kukiwekwa na wasomi wengi waliosoma na wenye elimu, pamoja na watu wengi wanaoweza kuichambua Biblia hiyo na kuiweka pamoja katika hisabati. Watu wengi wanaoweza kufanya mambo makuu katika fani za kufundisha, wanaoijua historia ya Biblia kikamilifu, wanaoweza kukwambia saa ambayo mshumaa uliwashwa na saa ulipozimika. Wanaweza kukwambia mambo haya yote. Nao wana ubatizo wa maji, wana ubatizo wa kiroho kama wanavyouita joho. Wameweka kila kitu katika utaratibu. Vivyo hivyo na Eliya. Lakini alipofika Yordani kuukabili ulimwengu mkosoaji, alilia nini? Yuko wapi Mungu wa Eliya? Halikuwa ni joho la Eliya lililofanya jambo hilo. Ilikuwa ni nguvu za Mungu wa Eliya ndizo zilizofanya hilo. Basi kitu ambacho ulimwengu unahitaji asubuhi ya leo ni nguvu za Mungu wa Eliya. Huenda umenena kwa lugha na kupaza sauti na kukimbia sakafuni, lakini tunachohitaji ni nguvu za Mungu wa Pentekoste, kutoa maisha na mambo yaliyoishiwa siku hizo katika nguvu za kimitume. Joho la kuachiwa lilikuwa sawa, lakini alihitaji wito mpya moyoni mwake kutoka kwa Mungu. Alihitaji upako mpya kutoka kwa Mungu. Alikuwa amevaa joho la kuachiwa alipofika mtoni, bali alihitaji wito mpya kabisa wa kwanza kutoka kwa Mungu na nguvu za kwanza kutoka kwa Mungu kufanya huo muujiza. Basi ndugu yangu, usiogope kumwomba Mungu chochote. Ni lazima umdai Mungu au umuombe Mungu chochote ambacho ameahidi. Kwa maana ikiwa ninamtambulisha Mungu ambaye una nguvu zote na mweza yote, na ikiwa mimi ni mtumishi wa Mungu, sina budi kufanya kazi za Mungu. Na kama nikizifanya kazi za Mungu, sina budi kumwomba Mungu ayatimize mambo haya, kwa sababu ananitaka nifanye yasiyowezekana. Sina budi kumuomba, sina budi kumuita na kusimama hapo na kusema, Mungu, uliahidi jambo hilo. Vivyo hivyo na wewe, kila mtu mtapokea nguvu, Matendo 1:8, akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akiisha kuwajilia juu yenu, ukiisha kuvikwa kama Mkristo, imani yako ikiisha kuwekwa ndani ya Kristo, ndipo utapokea nguvu. Haya basi, naam. Na ndugu dada, kila mmoja wenu asubuhi ya leo, naomba niseme jambo hili kabla ya kuwaombea wagonjwa. Naomba niseme hivi: kwa msaada wa Mungu niombeeni. Niliposimama miaka 10 iliyopita kwenye jukwaa hili nikihubiri juu ya Daudi na Goliathi, sasa si Goliathi aliyenizuia, Mungu amemwangamiza mbele zangu. Lakini jambo ambalo limenizuia ni ukosefu wa imani, ukosefu wa kitu ambacho nilijua kilikuwa huku karibu. Na asubuhi ya leo, mbele ya maskani hii ndogo tena, ninapaza sauti: yuko wapi Mungu aliyetoa ahadi hii? Yuko wapi Mungu aliyenikuta na hii huko ng'ambo? Jitokeze Mungu na unipe ujasiri, nipe nguvu, nipe nia thabiti bila kujali kijacho au kiendacho. Kama kunaonekana giza au kama kunaonekana hata kuonekaneje, songa mbele. Ahadi ni ya kweli. Na ndugu dada, moja ya siku hizi, kwenu ninyi marafiki wenye dhambi hapa asubuhi ya leo, na kwenu ninyi watu mnaojaribu kuiga Ukristo, unaweza kuwa mfuasi wa kanisa. Hiyo ni sawa kabisa. Sina la kusema dhidi ya hilo. Sina neno dhidi ya elimu yako nzuri ya kitaalamu au dhidi ya theolojia yako. Sina neno dhidi ya hilo. Lakini yuko wapi Mungu? Haikuwa ni Eliya. Hata hivyo, Eliya si aliyeufungua mto huo. Haikuwa ni joho lake. Elisha alilitoa begani mwake, alilikunja vile vile tu Eliya alivyolikunja. Lakini alipoanza kujaribu kulipeperusha, hapakuwa na nguvu pale. Ndipo basi akalia, akijua kwamba Mungu alikuwa mahali fulani. Yuko wapi Mungu huyo? Yuko wapi? Basi hapana shaka kitu fulani kilimgusa huyo nabii, kwa maana alilipeperusha vazi hilo na kuyapiga maji, nayo yakafunguka huku hadi huku. Na mbele ya makasisi wa siku hizo, mbele ya wakosoaji wa siku hizo, akavuka Yordani kama tu Eliya alivyotangulia kufanya. Hatuhitaji mafundisho, tunayo hayo, lakini tunamhitaji Mungu wa Eliya. Tunahitaji nguvu za Mungu wa Eliya zirudi kanisani mwetu, nguvu za kulifanya lishikilie hapo na kuliita neno la Mungu kweli, haidhuru. Nasi kila mtu hapa asubuhi ya leo kama wanadamu tuko njiani kuelekea Yordani. Naye alipofika Yordani, utafika huko moja ya asubuhi hizi au moja ya siku hizi usiku. Alipofika Yordani alikuwa akitembea kama mshindi, lakini alipofika Yordani, hiyo ilikuwa ndiyo tofauti. Alikuwa amevaa joho la kuachiwa.
mtu mwingine alikuwa amelivaa, lakini lilikuwa ni joho zuri, naye alijua yule mtu aliyevaa joho hilo alikuwa ni nani. Ndugu dada, moja ya asubuhi hizi sina budi kushuka Yordani. Nilikuwa nikiwazia alasiri ya leo tunaenda huko kwa ndugu na dada Wright. Msiwasahau, haya ni maadhimisho ya miaka 50 ya harusi yao. Ninaamini kanisa litakula chakula cha jioni pamoja nao. Nilikuwa nikiwazia hivi majuzi miaka 50, nami ninawaangalia wote wawili wazee sana na wamedhoofika. Nikawazia, ndiyo, nina umri wa miaka 47. Walioana miaka mitatu tu kabla ya mimi kuzaliwa. 47. Ninatembea kuelekea Yordani. Sina budi kushuka, sina budi kufika huko. Nitafika huko. Huenda ikawa ni katika ajali ya barabarani, huenda nikaanguka kutoka angani kwenye ndege, huenda nikachomwa kwa mshale wa ibilisi mahali fulani nikafa. Sijui ninavyoenda, lakini kuna jambo moja ninalojua, ninaenda na ninatembea kuelekea Yordani. Lakini nitakapofika huko, ninataka kujua jambo moja, ya kwamba nimevikwa joho la kuachiwa pia. Sitegemei langu, kwa sababu si zuri. Kwa maana mara tu Eliya alipoliokota joho la Elisha, alilirarua vazi lake vipande vipande na kulitupa chini. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa nilipompata Kristo. Nilijirarua mwenyewe, mawazo yangu mwenyewe, upuzi wangu mwenyewe, kitu changu kidogo. Niliwazia nilipokuwa mdogo, mhubiri wa Kibaptisti, nilikuwa mtu mashuhuri, lakini niliirarua nikavaa vazi lake. Ndipo nitakapofika Yordani, nataka kujiona nimevikwa vazi lake. Atafuata hilo, nasi tutafika huko siku moja. Lakini hebu na tuombe kwa muda kidogo tu. Baba wa mbinguni, tukiwa kwenye safari yetu ya kwenda Yordani asubuhi ya leo kama washindi, na siku moja hatuna budi kuwasilisha kitu fulani Yordani, hiyo ni kufa. Na litakuwa ni jambo la kutisha jinsi gani kutengwa na Mungu. Hatuwezi kuvuka, hapana. Lakini Eliya alipofika huko, alikuwa amevaa vazi la Eliya. Ndipo alipolivua hilo vazi la Eliya, mtu ambaye alikuwa amependeza machoni pako, nawe ulikuwa umemkubali na ukampandisha mbinguni pamoja nawe. Naye Elisha alikuwa amevaa vazi lake, kwa hiyo akawasilisha Yordani kifo vazi la Eliya, nalo likakubalika. Ndipo Yordani ikafunguka, naye akavuka. Mungu mpendwa, siku moja hatuna budi kushuka. Hatuwezi kuwasilisha matendo yetu mema, hatuna yoyote. Hatuwezi kuwasilisha chochote duniani, hata sitamani kitu chochote kujaribu kuwasilisha, lakini ninatumainia kabisa ustahilifu wa Yesu. Ulimkubali na ukamfufua kutoka kwa wafu, naye akaletwa uweponi mwa Mungu, na hapo atadumu milele. Basi Mungu, ninataka kuwasilisha hilo kwako, ya kwamba ninamwamini yeye na ninampenda, na kwa neema yake ametuvika joho lake. Nami naomba Baba, ya kwamba utatusaidia sasa katika siku za vita, na ambapo watu wa Mungu wanapaswa kufanya kazi za Mungu. Naomba ya kwamba utaturuhusu tuchukue joho la Kristo, nguvu za Roho Mtakatifu, na kumwita Mungu aliyeishi ndani yake. Lijalie katika jina la Kristo tunaomba. Na huku tukiwa tumeinamisha vichwa vyetu, ninashangaa tu hapa asubuhi ya leo kama kuna mtu ambaye anajaribu kushuka kwenda Yordani bila joho hili. Ikiwa kuna mtu ambaye hajavikwa joho la Yesu Kristo, na ingawa lilivaliwa wakati mmoja na mwana wa Mungu. Sijui kama huna hilo asubuhi ya leo, kama ungeinua mikono yako kwa Mungu na kusema, Mungu mpendwa, saa hii sasa nataka kulikubali. Mungu akubariki mama. Je, mtu mwingine waweza kuinua mkono wako? Mungu akubariki mwanangu. Mtu mwingine waweza kuinua tu mkono wako? Mungu akubariki mvulana mdogo. Mungu akubariki kijana. Mtu mwingine angeinua mkono wao? Mungu akubariki huko nyuma Bwana. Sema tu, kwa msaada wa Mungu asubuhi ya leo, nataka kuachana na kujiona kuwa mwenye haki, mawazo yangu mwenyewe na fikira zangu za anasa na burudani na dhambi ambayo nimeishia. Nami nataka Kristo anivike joho lake asubuhi ya leo, nipate kulitumia joho lake. Najua ni kamilifu. Mungu akubariki mwanangu. Mtu mwingine aseme, na nitainua tu. Inua mkono wako useme, sasa nataka kumkubali Roho Mtakatifu maishani mwangu. Ninataka kuvikwa haki yake. Nitakapofika huko siku hiyo, sitajiwasilisha na kusema, vema, sasa najua nilimnunulia mtu fulani makaa, nilifanya hivi. Hiyo ni nzuri sana, lakini hiyo ilibidi kitu fulani kife upate kuishi, na ni kupitia kwa tendo hilo tu unaweza kuokolewa. Je, utainua mkono wako useme, Kristo, sasa naiacha njia yangu mwenyewe, ninaikubali njia yako, nataka unirehemu nitakapofika mwisho wa safari? Vema, Mungu akubariki mama.
Mungu akubariki vema. Sasa tunaenda kuomba. Sasa Baba wa mbinguni mwenye haki, kama mikono 7, 8, 10 imeinuliwa, sijui hali yao, wewe wajua yote kuwahusu. Sijui mimi, lakini wana haja leo, na wanatambua kwamba ni wahitaji, na wako tayari kuja na kukubali msaada wakati wa shida, kuona kwamba ile saa kuu inayokaribia sasa, yale mabomu ya atomiki, mambo makuu ambayo yanatungojea. Nami naomba Baba wa mbinguni ya kwamba wewe utawabariki watu hawa, na leo hii uweke mkono wako juu yao, na uwaondolee maovu na mashaka yao yote, na ujalie walitupilie mbali vazi lao kuukuu lililoliwa na nondo wa kujihesabia haki, ambapo parare na nyenje na nondo wa ushirikina na ukanisa wamekula wakatoboa mashimo ndani yake, na wao halitashikilia tena. Jalia tu walitupilie mbali na kunyoosha mkono na kulitoa vazi la Bwana Yesu, waseme, ninamtumaini yeye, ninajivika mwenyewe, si kwa haki yangu wala kwa mawazo yangu mwenyewe, lakini tangu saa hii na kuendelea ninakutumaini wewe. Jalia kwamba watalipokea Baba, kwa kuwa tunaomba katika jina la Kristo. Amina.